Zangu, kwanza kabisa kwa masikitiko makubwa nitoe pole za dhati kwa wenzetu waliopoteza maisha, kwa wenzetu waliouawa kikatili. Haya ni maafa kwa taifa na wala sio janga, ni maafa kwa taifa. Hatukuamini katika historia ya mwanadamu, historia ya taifa letu la Tanzania, taifa la ndugu, tungeuana kwa kiasi hicho, kwa ukatili huo, kwa namna ya vifo hivi. Watu wameuawa kikatili, lakini wamemwaga damu kwa ajili ya haki ya ukombozi wa taifa lao. Poleni sana 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 ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa kupoteza ndugu zetu hawa. Pili, nitoe pole za dhati kwa wale ambao wamejeruhiwa, walioko hospitalini, walioko nyumbani, wanaouguza. Waendelee kuwa wavumilivu, wasikate tamaa, kwani maumivu yao ni sauti tosha, ni kilio tosha. Damu yao iliyomwagika ni kilio tosha kwa ajili ya haki ya walio wengi wa taifa la Tanzania. Tuko pamoja nao na watakia moyo mkuu. Maneno hayatoshelezi kabisa kueleza hisia na fikra. Sisi tulijitahidi kwa uwezo wetu wote kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Tulitumia maneno ya kisiasa, hatukusikilizwa. Tulitumia maneno ya kiimani, hatukusikilizwa. Tulitumia maneno ya kisheria, hatukusikilizwa. Pengine leo nitumie maneno ya kisayansi, huenda yakaingia ndani mwao. Yale yote yanayotoka nje ni kioo cha yaliyoko ndani mwetu. Yale yote yanayotoka nje mwetu ni kioo cha yale yaliyo ndani mwetu. Nitaelezea mambo makuu manne. La kwanza, uhuru wa nchi yetu ya Tanganyika ulipatikana bila kumwaga damu. Japo waliokuwa wanatutawala wakati huo walikuwa wataki taifa hili mema, lakini uhuru ulipatikana bila kumwaga damu. Je, damu inayomwagika leo hii ni kwa ajili ya madaraka tu? Nyerere huko aliko analia pamoja na sisi. La pili, nchi yetu imekuwa ikiitwa Geneva of Africa. Leo hii imekuwa kaburi la kuzikana ndugu kwa ndugu waliouawa. Imekuwa ni nchi ambayo damu imemwagika kwenye ardhi yetu, na ni laana kwa taifa hili. Ndugu zetu